na namshukuru Mungu kwa ajili ya kuweza kukaa kwenye hii madhabahu, na namshukuru sana Mungu kwa kunipa kibali cha kuweza kuongea na nyie, kwa sababu najua kama Mungu ameleta hili somo kwenu, kuna kitu Mungu anakitafuta. Amina. Na ninaamini mpaka saa hizi kuna vitu vingi tu Mungu amekusemesha kwa habari ya maisha yako. Kwa hiyo kitu ambacho natakiwa ukifanye ni usipuuzie sauti ya Mungu ambayo Mungu anakusemesha. Amina. Mwambie mwenzako usipuuzie sauti ya Mungu ambayo anakusemesha. Maanake kama Mungu amenileta hapa niongee na nyie kuhusu kutembea katika viwango vya kimungu. Maanake kuna mtu Mungu anamtafuta mahali hapa, apate kuweza kuinuka hapo alipo, aweze kwenda kiwango kingine. Bwana Yesu asifiwe. Na yamkini niweza kuja hapa si kwa ajili ya kila mtu, lakini kwa ajili ya mtu huyu mmoja ambaye Mungu anamtafuta. Sema ndo mimi. Usimwangalie jirani yako, labda Mungu amekuja kwa ajili ya huyu jirani yangu. Mungu amekuja kwa ajili yako, amelileta hili somo kwa ajili yako, maana kuna kiwango Mungu anataka uweze kufika. Amina. Amen. Na moja kwa moja tutamalizia sehemu ambayo Mungu ametupa. Kichwa cha somo ni kutembea katika viwango vya kimungu. Kutembea katika viwango vya kimungu, na tumepita maeneo mbalimbali. Tumeona nini maana ya viwango vya kimungu, tumeona lengo la somo, tumeona ufanye nini ili uweze kutembea katika viwango vya kimungu. Siku ya jana tuliangalia pale njia za kuweza kuzifanya au kuzipitia ili uweze kutembea katika viwango vya kimungu. Na pia tukaangalia siku ya jana, tukaangalia sehemu gani jamani? Wale ambao asomi. Jana tuliangalia vitu viwili ambavyo ni nini na nini? Halo? Jana tuliangalia sehemu zipi mbili? Mmoja aseme kwa sauti ili tutoke hapo afu tuendelee tunapoendelea. Mimi tunajifunza kuhusu kutembea katika viwango vya Mungu. Nifanyeje ili niweze kutembea katika viwango vya Mungu? Kitu cha kwanza amesema ni nini jamani? Kwa nini tujifunze kuhusu kutembea katika viwango vya kimungu? Na pale tuliangalia maeneo kama 5 hivi. Kwa nini tunajifunza kuhusu kutembea katika viwango vya kimungu? Jana tuliangalia maeneo kama 5. Kwa nini tujifunze kwa habari ya kutembea katika viwango vya kimungu? Na kitu cha pili tulijifunza nini? Nifanyeje ili nitembee katika viwango vya kimungu? Tuliangalia pale njia ambazo unatakiwa uzifanye ili uweze kutembea katika viwango vya kimungu. Na njia hizo zote tuliweza kuzitoa katika kitabu gani jamani? Luka ngapi? 9:23. Tufungue wote Biblia zetu. Luka 9:23 inasemaje? Luka 9:23. Inasemaje? Tusome wote. Wote tumepata? Luka 9:23 tusome. Akawaambia wote, mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake kila siku anifuate. Tusome tena. Ajikane mwenyewe, anitwike msalaba wake kila siku anifuate. Kwa hiyo hizo hapo zilikuwa ni njia 5 namna ambavyo unaweza kutembea katika viwango vya kimungu. Amina, ni njia 5. Na njia ya kwanza tulisema kuweza kusikia sauti ya Mungu na maelekezo. Hiyo ndio ilikuwa njia ya kwanza. Njia ya pili tukasema ni nini? Lazima ujikane mwenyewe. Njia ya 3 ujituke msalaba. Njia ya 4 kila siku kutembea na Mungu, na njia ya 5 kumfuata. Amina. Njia 5 unatakiwa umfuate Mungu kila siku.
Kwa hiyo mpaka saizi naamini kuna kitu Mungu ameweza kukusemesha kwa habari ya maisha yako. Na naamini hata bila kukufundisha leo, siku ya leo, naamini kuna kitu ambacho Mungu anaendelea kukusemesha kwa habari ya maisha yako. Nini unachotakiwa kukifanya. Amina. Sasa tukasema katika kwa habari ya kutembea katika viwango vya kimungu, sisi picha yetu na mfano wetu wa kwanza kuweza kuiga ni mfano wa Yesu. Amina. Tunapoongelea viwango vya kimungu, tukasema tunaongelea kwa habari ya ubora, uthamani na utukufu. Kwa hiyo picha yako ya kwanza ambayo unaangalia na mfano wako wa kwanza unamwangalia Yesu. Amina. Na tukasema ya kwamba kama Mungu jinsi alivyo ndivyo ambavyo sisi tulivyo. Kwa maana sisi tumeumbwa kwa mfano na sura nani? Ya Mungu. Amina watumishi. Kwa hiyo tunapoongelea viwango vya kimungu, usizani kama ni watu fulani waliumbwa kwa ajili ya kutembea katika viwango vya kimungu, ila ni mtu yeyote ambaye ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Maana yake ni wewe. Amina. Amina watumishi. Kwa hiyo hautaki kujichukulia poa wala kujifikiria. Kuna wengine wanafikiria walipotoka, wanafikiria au wengine wanafikiria level zao za elimu, wanafikiria wazazi wao. Amina, nasema mimi kwa wazazi wangu wao jinsi walivyo siwezi kufika sehemu yote. Kwa ukoo huu niliotokea siwezi kufika sehemu yote. Lakini hutaki kujifananisha na hivyo vitu. Chimbuko letu la kwanza na asili yetu ya kwanza ni nani? Kristo. Amina. Tumeumbwa kwa mfano na sura ya Kristo mwenyewe. Haijalishi tumetoka katika familia zetu za ukoo, sijui unaitwa ukoo wa kina nani, sijui tumetoka katika jamii zinaitwa jamii gani, lakini chimbuko letu na asili yetu ni nani? Ni Mungu mwenyewe. Amina. Kwa hiyo kuna wengine japokuwa mimi naitwa nimetoka katika ukoo wa kina Muyaba, lakini mimi asili yangu ni Mungu mwenyewe, nimetoka katika ukoo wa Yesu. Amina. Kwa hiyo sisi standard yetu na viwango vyetu na picha yetu ya kwanza ambayo tunajifunza kutoka kwake ni kutoka kwa Yesu. Tuangalie kile kitabu cha Waefeso mlango wa kwanza. Ukisoma pale Waefeso mlango wa kwanza mstari wa 26, mstari wa 21, utaona hapa ilikopo ni sala ya mtumishi wa Mungu Paulo. Na niliwasomea siku ya jana, ukianzia pale kuanzia mstari wa 17 utaona pale anawaombea Waefeso. Anawaambia Mungu wa baba yetu afungue macho yenu mpate kuona. Lakini ukisoma ule mstari wa 21, nitaanza wa 17 ili tuelewe vizuri. Neno la Mungu linasema hivi: Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ufunuo katika kumjua yeye. Macho ya mioyo yetu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo, na utajiri wa utukufu wa urithi wake kwa watakatifu jinsi ulivyo, na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo, kwa kadri ya utendaji wa nguvu za uweza wake aliyotenda katika Kristo Yesu alipomfufua katika wafu, akamweka mkono wa kuume katika ulimwengu wa roho, juu sana kuliko ufalme wote na mamlaka na nguvu na usultani na kila jina litajalo, wala si ulimwenguni huu tu, bali katika ule ujao. Pointi yangu ni ipi hapa? Pointi yangu ni hapa, tuone. Anasema na ubora utukufu wa uweza wake ndani yetu tuaminio, kwa kadri ya utendaji kazi, mstari wa 19 kwa kadri ya utendaji kazi wa nguvu za uweza wake, mstari wa 20, aliyotenda katika Kristo alipomfufua katika wafu. Baada ya kumfufua katika wafu, sasa Yesu alienda hapa, asema akamweka mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho. Kuna sehemu moja ukisoma katika Biblia inasema tumeketishwa pamoja na Kristo. Amina. Unaweza ukasema mimi nafasi yangu au standardi zangu zipo wapi? Alipoketi Kristo Yesu ndipo ambapo na wewe Mungu amekuketisha. Amina. Maana yake standardi zako wewe za kutembea ni sawasawa na Kristo Yesu, ndipo ambapo nafasi ya Mungu alivyokupa. Amina. Kwa hiyo hapa asema ameketishwa juu sana, anasema aliyotenda katika Kristo Yesu alipomfufua katika wafu, akamweka mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho, juu sana kuliko ufalme wote na mamlaka na nguvu na usultani na kila jina litajwalo, wala si ulimwenguni huu tu, bali katika ule ujao. Kwa hiyo hapo utaona Yesu alipofufuliwa katika wafu, Mungu akamweka katika mkono wake wa kuume. Sema mkono wa kuume.
Ukisoma huu mstari wa 20 anasema hivi, akamweka mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa nini? Katika ulimwengu wa nini jamani? Wengine hawana Biblia, hawana notebook. Kuna wengine jana niliwasema na leo pia hivyo hivyo. Amina. Wangapi hawana notebook? Wangapi hawana notebook? Kwa nini watumishi wa Mungu lakini? Hampo serious? Mpo serious kweli? Niangalieni usoni. Aya, mstari wa 20 sasa hivi. Mstari wa 20, aliyotenda katika Kristo Yesu alipomfufua katika wafu. Kwa hiyo Yesu alipofufuka katika wafu, Mungu akamchukua akamweka katika mkono wake wa kuume. Alipomfufua katika wafu akamweka katika mkono wake wa kuume. Biblia inasema juu sana kuliko ufalme wote, mamlaka na nguvu na usultani. Kwa hiyo alipoketi Kristo Yesu ndipo ambapo mimi nimeketishwa. Kwa hiyo wewe nafasi yako katika ulimwengu wa roho umeketishwa mkono wa kuume wa Mungu Baba, juu sana kuliko ufalme, mamlaka na nguvu. Amina. Kwa hiyo sisi nafasi yetu kama watoto wa Mungu, viwango vyetu vya kutembea na Kristo Yesu tumeketishwa juu sana. Kwa hiyo hakuna ufalme au mamlaka au nguvu katika ulimwengu huu ambayo inaweza ikakushinda ukiwa pamoja na Kristo Yesu. Amina. Ndio maana ni kitu cha ajabu sana. Utashangaa ni mtoto wa Mungu lakini amefungwa na magonjwa. Amina. Lakini Biblia inasemaje? Biblia inasema tumeketishwa juu sana kuliko ufalme, mamlaka au nguvu. Kwa hiyo hakuna nguvu ya mauti, hakuna nguvu ya magonjwa ambayo inaweza ikakushinda. Amina. Kwa hiyo tunaposema kutembea katika viwango vya kimungu ni pamoja na kutembea katika afya ya kiungu na uzima wa kiungu. Amina. Kwa hiyo tunapoendelea kujifunza kwa habari ya kutembea na viwango vya kimungu, useme kuanzia leo hakuna kuumwa. Sema kuanzia leo hamna kuumwa. Ukiwa na Kristo Yesu ndani yako utaumwaje kwa mfano? Amina. Na siku hizi utashangaa mtu una afya njema, kesho na kesho kutwa tunasikia wewe eti ni mauti, marehemu. Sio mpango wa Mungu. Amina. Amen. Kwa sababu Mungu ametupa uzima ndani yetu. Kristo alishaishinda hata mauti. Amina. Kufa tutakufa lakini kwa utaratibu. Amina. Kila mtu ataonja mauti, atukatae. Lakini hatutaki kuogopa mauti. Yesu anasema yeye alishaishinda mauti. Amina. Kwa hiyo tunaposema kutembea katika viwango vya kimungu ni pamoja na kutembea na uzima wa Mungu ndani yetu. Amina. Biblia inasema Yesu alipokuja, alikuja ili tuwe na uzima tele. Amina. Amen. Kwa hiyo siku ya leo tutaendelea na namna ya kuvitunza viwango vya kimungu. Namna ya kuvitunza viwango vya kimungu. Na jana tulijifunza njia ambazo zinakusaidia wewe uweze kupata viwango vya kimungu. Kwa hiyo moja ya namna ya kuweza kuvitunza viwango vya kimungu ni kuziendelea kuzifuata zile njia za kuweza kuwa na viwango vya kimungu. Amina. Kwa hiyo zile njia 5 ambazo tulijifunza siku ya jana za kuwa na viwango vya kimungu, hakikisha zile njia kabla ya kuendelea kuvitunza viwango vya kimungu, zile njia za kuwa na viwango vya kimungu unazidi kuzijifunza na kuishi nazo na kujifunza kila siku na kuishi nazo. Amina. Usisahau ile Luka 9:23. Kwa hiyo leo tutaongezea tu vitu vichache namna kuweza kuvitunza viwango vya kimungu. Na kitu cha kwanza, namna gani unaweza ukavitunza viwango vya kimungu? Sasa hapa naongea na watu ambao Mungu ameshakupa viwango. Amina. Na Mungu anaendelea kukujaza na kukuimarisha katika viwango ambavyo amekupa. Yamkini unaimba na ni kweli una sauti na una upako, lakini ili kuweza kutunza hicho kiwango cha nguvu za Mungu au kuanza kutunza hivyo viwango vya kimungu, vitu gani ambavyo unahitaji ili uweze kuendelea kutunza hivyo viwango vya kimungu ambavyo Mungu amekupatia? Amina. Mungu anatupa viwango na Mungu anaachilia viwango ndani yetu. Lakini kuna wengine Mungu akiwabarikia, akiachilia neema zake, hawanashindwa kabisa kuweza kuvitunza hivyo viwango ambavyo Mungu amewapa. Amina. Simaisikia kuna watu walikuwa ni watumishi wazuri afu wakabadilika, wakaacha ule utumishi. Simaisikia jamani? Simaisikia? Ndio. Simai kuna watu walikuwepo ni watumishi wazuri kabisa waombaji, wakaacha kabisa kuomba.
Simaisikia kuna waimbaji wazuri wa nyimbo za Injili wakaanza kuimba bongo flava. Simaisikia. Kwa hiyo hao manake walishapewa viwango vya kimungu wakavipoteza. Ni sawa na Adam katika bustani ya Eden. Alipewa viwango vya kimungu. Mungu alimpa utukufu wa kila namna. Lakini baada ya dhambi alishindwa kutunza viwango vya kimungu. Vile viwango vikapotea, akaanza kuteseka. Hao watu wakaanza kuzaa kwa uchungu. Kwa nini? Kwa sababu alipewa utukufu, alipewa viwango vya kimungu, akashindwa, alichezea neema. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaachilia neema, lakini hiyo neema ili endelee kutembea na wewe unatakiwa uitunze. Amina. Mungu anatupa imani, lakini ili imani hiyo iweze kuwa na wewe lazima uitunze. Hivyo hivyo Mungu anatupa utukufu. Mungu ana tabia kuachilia utukufu, ana tabia kuachilia viwango ndani yetu. Lakini ili hivyo viwango viendelee kukaa na wewe, kutembea na wewe, ni lazima uweze kuvitunza. Sasa leo tutaangalia vitu vichache. Jambo la kwanza, namna ya kuweza kutunza viwango vya Mungu ni kuzidi kumjua Mungu mwenyewe mwenye viwango. Kuzidi kumjua Mungu. Mungu anayeachilia viwango. Ili uweze kutunza viwango vya kimungu kwenye maisha yako. Kama Mungu amekupa, kuna viwango amekupa, kuna utukufu unatembea nao. Ili uweze kutembea na huo utukufu, ili uzidi kutembea na hiyo neema, ili uzidi kutembea na hicho kibali ambacho Mungu ametupa. Jambo la kwanza ni wewe kuhakikisha unazidi kumjua Mungu anayeachilia viwango. Amina. Unatakiwa uzidi kumjua Mungu. Kuna wengine wanafika hatua wanasema, Mungu mimi ninakujua sana. Anaanza kuleta mazoea kwa Mungu. Mungu hataki mazoea. Mungu yeye azoeleki. Na kila siku jinsi unavyoendelea kusoma Biblia yako, jinsi unavyozidi kukaa na Mungu, ndio unavyozidi kujua kwamba kumbe Mungu mimi sikujui. Kila siku unazidi kumshangaa Mungu kwamba kumbe Mungu ndipo uko hivi. Amina. Kuna mtumishi wa Mungu mwimbaji akasema, akaimba, kumbe unatisha hivi. Amina. Kwa hiyo utaona Mungu kila siku anazidi kujifunua kwa sura na kwa utukufu mwingine. Kwa hiyo hata kama kuna kiwango ambacho unasema wewe unamjua Mungu, mshukuru Mungu kwa ajili ya hicho kiwango, lakini kuna kiwango zaidi unatakiwa umjue Mungu. Kuna hatua zaidi unatakiwa uzidi kumjua Mungu. Amina. Kwa hiyo ili uweze kuvitunza viwango vya kimungu ambavyo Mungu amekupa, ni lazima uhakikishe unazidi kumjua Mungu. Kama Mungu amekupa neema kusoma Biblia, wengine wanasema wanamaliza Biblia yote. Hakikisha usilizike hivyo. Endelea kusoma Biblia, endelea kujifunza kwa watumishi mbalimbali. Amina. Endelea kuweka bidii katika kumjua Mungu. Amina. Tusome katika kile kitabu cha Nyakati. Kitabu cha Nyakati mlango wa 28. Mambo ya Nyakati, waraka wa kwanza wa Mambo ya Nyakati. Mambo ya Nyakati wa kwanza mlango wa 28 mstari wa 9. Yalikuwa ni maneno ya mtumishi wa Mungu Daudi. Neno la Mungu linasema hivi, Daudi anampa mwanae sasa Hosia. Anamwambia, nawe Sulemani mwanangu, mjue Mungu wa baba yako. Nawe Sulemani mwanangu, mjue Mungu wa baba yako. Umeona? Mjue Mungu wa baba yako. Ukamtumikie kwa moyo mkamilifu na kwa nia ya kumkubali, kwa kuwa Bwana hutafuta mioyo yote na kuyatambua mawazo yote na fikra. Ukimtafuta atakuonekania wewe, ataonekana, nawe ukimwacha atakutupa milele. Nitarudia tena, neno la Mungu linasema hivi, nawe Sulemani mwanangu, mjue Mungu wa baba yako, ukamtumikie kwa moyo mkamilifu na kwa nia ya kumkubali. Kwa kuwa Mungu hutafuta mioyo yote na kuyatambua mawazo yote ya fikra. Ukimtafuta ataonekana nawe, ukimwacha atakutupa milele. Kwa hiyo hapa utaona mtumishi wa Mungu Daudi. Wangapi tunamjua Daudi jamani? Wangapi tunamjua Daudi? Daudi tunamjua? Unamjua Daudi? Au mjui Daudi? Mfalme Daudi wa kwenye Zaburi unamjua? Unamjua? Huyu anaitwa nani jamani? Zaadi. Jamani, Daudi wote tunamjua. Alikuwa anaitwa Mfalme Daudi. Mfalme Daudi
Kama ukisoma kwenye Biblia, Daudi alikuwa ni mtu ambaye hakuzaniwa kabisa kuwa anaweza akawa mfalme. Ni mtu alikuwa ni mchunga kondoo kabisa. Alikuwa ni mtu duni. Lakini Daudi alikuwa anamjua Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hata alipokuwa anachunga kondoo, lakini ndani yake alikuwa anajua kuna kakitu, kuna ukuu Mungu ameweka ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo japokuwa alikuwa anachunga kondoo, lakini alikuwa anajua kuna kitu Mungu ameweka ndani yake, kuna ukuu Mungu ameweka ndani yake. Amina. Kwa hiyo akawa anaendelea, japokuwa hajui kama atakuwa mfalme, lakini alikuwa anamjua Mungu, ana hofu ya Mungu. Daudi akawa anaendelea, anaishi hivyo hivyo. Siku Mungu amembarikia, amempa mtoto Sulemani. Anamkazia mwanake Sulemani, anamwambia, Sulemani mwanangu, hakikisha unamjua Mungu wa baba yako. Amina. Kwa sababu Daudi alikuwa ameshuhudia uzuri wa Mungu, ameshuhudia ukuu wa Mungu, ameshuhudia viwango vya kimungu ambavyo Mungu amempa. Amina. Kwa hiyo anamwambia, mwanangu, ili uendelee kutembea na hii neema ambayo mimi nimetembea nao, ukuu, ufalme ambao mimi sikustahili kuwa mfalme, lakini Mungu amenistahilisha, ili na wewe uendelee kuwa mfalme mwenye nguvu na hadhi, hakikisha mwanangu namjua Mungu wa mimi baba yako. Amina. Kwa hiyo ili uweze kuvitunza viwango vya kimungu kwenye maisha yako, ni wewe kuhakikisha unazidi kumjua Mungu. Amina. Hata kama kuna kiwango unamjua Mungu, hakikisha unatamani, una kiu ya kumjua Mungu zaidi na zaidi. Amina. Jinsi unavyozidi kumjua Mungu, ndivyo ambavyo unazidi kuvitunza viwango vya kimungu kwenye maisha yako. Na kuna vitu ambavyo kuna ukuu wa Mungu ambao umejificha kwenye maisha yako, hauoni kwa macho. Lakini jinsi unavyozidi kumjua Mungu, utashangaa hivyo vitu ndani yako vinaanza kujifunua kimoja kwa wengine. Kuna wengine wanajiona na sauti mbaya, hawezi kuimba. Lakini jinsi unavyozidi kumjua Mungu, utashangaa kumbe na mimi na sauti nzuri ya kuanzisha. Amina. Kuna wengine wanasema hawajui kuomba, lakini jinsi unavyozidi kumjua Mungu, utashangaa kumbe na mimi naweza kunena kwa lugha. Amina. Kwa hiyo jinsi unavyozidi kumjua Mungu, ndivyo ambavyo unazidi kutibua chemichemi za ukuu ndani wako na za viwango. Amina. Kuna wengine leo anaweza akakuona kawaida, lakini unavyozidisha kumjua Mungu, Mungu anaanza kukubadilisha, unaanza kufanana na yeye. Amina. Jinsi unavyozidi kumjua Mungu, Mungu anaanza kukubadilisha, unaacha kufanana na wale watu wa kule kwenye jamii yenu, unaanza kufanana na Yesu mwenyewe. Amina. Amen. Namna ya pili ambavyo unaweza kutunza viwango vya kimungu kwenye maisha yako. Namna ya pili unavyoweza kutunza viwango vya kimungu ambavyo Mungu amekupa kwenye maisha yako, kutokuwa na michangano. Amina. Sema kutokuwa na michanganyo. Kutokuwa na michangano. Kuna mtumishi wa Mungu ameimba, nahisi ni Waroma, sema michangano. Si mbaya usikia wimbo? Bwana Yesu alikata, si ndio hivyo jamani? Kwa hiyo ili uweze kutunza viwango vya kimungu, ni lazima uwe serious na maisha yako. Ni lazima uwe ni mtu ambaye hautaki michangano. Amina. Kama wewe umeamua kuwa mtoto wa Mungu, church girl wanasema, nyoka, unyooke, ueleweke. Si hata Upendo Mkono ameimba jamani, amesema eleweka kama wewe umeokoka. Si hivyo? Sasa kuna wengine ni watoto wa Mungu, ukikutana nao unashindwa kuelewa. Hivi huyu ni mtoto wa Mungu au wa shetani? Haeleweki. Amina. Akiwepo disco likitangazwa yumo, kukiwa na mkesha yumo. Sasa aeleweke, ana vichangano. Amina. Sasa mtu kama huyo hawezi kutembea na viwango vya kimungu. Amina. Yaani mtu kama huyo kupata vile viwango vya kimungu halisi ambavyo ukiviona unasema hapa kuna mkono wa Mungu, hauwezi ukavikuta kwake. Kwa sababu ana nini? Ana michangano. Tufunue kile kitabu cha Ufunuo mlango wa 3. Aliyepata naweza kusoma. Ufunuo mlango wa 3 mstari wa 15 hadi 16. Nasoma. Ndio. Najua matendo yako ya kuwa hu baridi wala hu moto. Kwa heri kama ungekuwa baridi au moto. Basi kwa sababu una uvuguvugu wala hu baridi wala moto, nitakutapika utoke katika kinywa changu. Amina. Hapo unaona Mungu, yani Mungu mwenyewe, yani Mungu tunayemwabudu, yani Mungu tunayemwabudu ni Mungu anaye set standard hata za watoto wake jinsi anavyotaka wao. Amina. Yani Mungu tunayemwabudu kwa kuwa yeye ni wa viwango.
Kwa hiyo hata yeye ni Mungu ambaye ana set standard kwenye maisha yetu. Amina. Ni Mungu ambaye ana set standard. Ukisoma hii Biblia utaona inakupa kabisa maelekezo. Mungu anataka watoto wake wawe ni watoto wa namna gani. Amina. Amina watumishi. Amina. Yaani Mungu tunayemwabudu ni Mungu ambaye ana set nini? Standard. Sema Mungu ni Mungu wa viwango. 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 Ni Mungu wa standard. Tena za juu. Kwa hiyo kama tumeshagundua hicho, hata Mungu kuna picha na standard za watoto wake anataka tuwe nazo. Amina. Utaona hii Biblia anakupa standard watoto wake anataka wawaje. Amina. Kwa hiyo ukiwa mtoto wa Mungu hutakiwi tu kuwa vyovyote vile unavyotaka wewe uwe. Amina. Unatakiwa urudi kwenye Biblia. Hivi Biblia inatakaje standard za watoto wa Mungu tuaje? Amina. Kumbe utagundua kuna namna ya kuongea watoto wa Mungu tunatakiwa tuwe. Amina. Hizo ni standard ambazo Mungu ameweka kwenye Biblia. Amina. Yaani kuna namna ya kufikiri. Mungu ameshaweka standard watoto wake wawe wanafikiri kwa namna gani. Amina. Yaani ukimchukua mtoto wa Mungu na ukimchukua mtoto wa mataifa huko ukiwaleta hapa pamoja lazima uone utofauti. Amina. Yaani kama wewe unajiita mtoto wa Mungu na ukikaa na mtu wa mataifa uone utofauti wowote, lazima urudi msalabani. Ujiulize, hivi mimi nina shida gani? Amina. Kile kitu ambacho watu wa mataifa wanalia kinawatesa, na wewe mtoto wa Mungu unalia hicho kinakutesa. Lazima umrudie, hivi Mungu mimi wewe kweli unaishi ndani yangu au hauishi? Amina. Kwa hiyo lazima uwe ni mtu ambaye wewe mwenyewe unajipima, unajitafakari, na lazima tuzione zile standard ambazo Mungu anataka watoto wake wawe nazo na wewe uwe nazo. Amina. Kwa hiyo hii namna ya pili ya kuweza kuvitunza viwango vya kimungu, neno la Mungu anasema nini? Kutokuwa na michangani. Ni lazima uhakikishe unatembea na standard za kimungu ambazo Mungu amewawekea watoto wake. Na ukishakuwa na standard za kimungu, lazima wewe michanganyo hautakuwa nayo. Amina. Kwa sababu standard za kimungu zinanyosha hivi mstari. Zinakwambia pita huku. Kwa hiyo kama zinakwambia upite huku, michanganyo itakukuta wapi? Amina. Itakukutia wapi kwa mfano? Amina. Kwa hiyo ukisoma hii Ufunuo mlango wa 3 mstari wa 15 mpaka wa 16, neno la Mungu linakwambia wewe uchague, ueleweke. Kama wewe ni moto, nyoka uwe moto. Amina. Kama wewe ni baridi, uwe baridi, ila Mungu hataki vuguvugu. Amina. Na hiyo inalipa. Amina. Duniani hapa tunaishi kuna watu wameamua kabisa kuwa watu wa shetani. Amina. Sasa watoto wa Mungu wenyewe wanayumba yumba. Yaani kwa Mungu hawajaamua kuwa, kwa shetani hawajaamua, wanaogopa jehanamu ya moto, alafu kuingia mbinguni hawana uhakika. Kwa hiyo wambakia hapa vuguvugu. Amina. Kwa hiyo ndio shida ipo kwa watoto wa Mungu. Yaani jehanamu unajua moto ni mkali ule, siwezi kuuvumilia. Alafu huku unasema Bwana Yesu, hizi standardi zako hizi mbona ngumu? Kwa hiyo unabaki hapa katikati. Mtu akwambia wewe unaenda mbinguni, unasema mimi mbinguni? Wewe unategemea neema ya Mungu itakusaidia kuingia mbinguni. Ila sio kwamba una uhakika kwamba mimi nitaingia. Haitakiwi kuwa hivyo. Amina. Unatakiwa unyooke. Uziishi standard ambazo Mungu amekupa. Ueleweke. Watu wakikuuliza, akikuona, hapati maswali, wanajua kabisa huyu anaenda mbinguni huyu. Amina. Sikuna wengine mkiwaona tu unamwambia huyu aendi mbinguni. Amina. Yaani kuna wengine unakutana huyu kabisa aendi mbinguni huyu. Sasa wewe kama mtoto wa Mungu, kuna watu wanatakiwa ukifika, watu wakikuona wasema yani huyu mbinguni moja kwa moja. Amina. Kwa hiyo tunatakiwa tuache michanganyo ili uweze kutunza viwango vya kimungu, utukufu wa kimungu, ubora na usamani ambao Mungu amekuwekea. Uwe ni mtu ambaye hautaki michanganyo. Amina. Uwe serious. Mtu kama wewe unajua kabisa mimi ni wa Mungu, alafu kuna mtu anakuletea utani kwenye maisha yako ya wokovu. Ni lazima afadhali watu wakuone wewe mkali. Amina. Kwenye namna ya kuweza kutunza viwango vya kimungu, kuna wengine atakwambia huyu dada analinga. Amina. Huyu mdada anajifanya ndiye, lakini wewe upo unanyosha standard zako.
Kuna standard Mungu amekupa uziishi, ukae nazo. Kwa hiyo unanyosha hivyo. Kwa hiyo lazima kuna watu watainuka, wataanza kukusema, huyu anajitenga, huyu anajifanya mlokole sana, huyu anajifanya yeye ndo engo ambavyo Mungu amekupa. Amina. Hivyo unafikiri wakina Danieli hawakusemwa? Wenzao wamepewa vyakula pale vizuri vya kila namna. Wale waliokuwa nao bila shaka aliwasema, ila hao ndo wanajifanya wenyewe ndo watoto wa Mungu, eti hataki kula kuku, hataki kula kimoto, hataki kula mapochopocho, wanataka mtama na maji. Lazima alisemwa. Amina. Kwa hiyo kwenye kukataa michanganyo, kuna wengine watawaita washamba, kuna wengine watawaita wajinga, lakini Biblia inasema hivi, tujapokuwa tunaonekana wajinga, lakini hatutapotea katika ile njia. Amina. Tujapoonekana wajinga hapa duniani, kumbe sisi tuna akili, tunatunza standard za kimungu, hatutaki michanganyo. Amina. Biblia inatuambia kwamba hatutapotea katika ile njia. Amina. Ukisoma katika ile pale Zaburi mlango wa 1 mstari wa 1 mpaka wa 3, kuna baraka na kuna neema sana na kuna furaha kubwa unapokuwa ni mtu ambaye unatembea na viwango vya kimungu. Amina. Ukisoma hii Zaburi mlango wa 1 mstari wa 1 mpaka wa 3, utaona pale. Ngoja tufungue, mtu anaweza akasoma Zaburi mlango wa 1 mstari wa 1 mpaka wa 3. Nitasoma. Mstari wa 1. Mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala kusimama katika njia ya wenye dhambi, wala kuketi barazani kwa wenye dhambi, bali sheria ya Bwana ndiyo ipendezayo, na sheria yake huitafakari mchana na usiku. Naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya kijito, uzaao matunda yake kwa majira yake, wala jani lake halitanyauka, na kila alitendalo litafanikiwa. Amina. Biblia inamuita heri mtu yule asiyekaa barazani pa wenye mizaa. Maana yake huyu ni mtu ambaye amekataa michanganyo. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inamuita heri. Kwa hiyo hapo ukisoma mbele utaona kabisa wanasema atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji. Si tunaujua mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji jamani? Yaani yeye kila siku ni green. Amina. Lakini unazaa matunda kwa majira yake. Ndivyo ambavyo sisi watoto wa Mungu tukiamua kuwa moto, tukiamua kukaa katika standard kama za watoto wa Mungu, tutafananishwa na mti uliopandwa kando ya vijito vya maji. Always tutakuwa katika green in color. Amina. Lakini pia tutazaa matunda kwa wakati wake. Amina. Na namna ya 3 ya kuweza kutunza viwango vya kimungu ni kuchukia dhambi na kujitenga na uovu. Amina. Kuchukia dhambi na kujitenga na uovu. Dhambi ni mbaya, lakini kwa mtoto wa Mungu unatakiwa tu usijue dhambi ni mbaya, unatakiwa uichukie. Amina. Uichukie dhambi na ujitenge na uovu. Amina. Amina watumishi. Amen. Dhambi ni mbaya, wote tunajua. Lakini dhambi ni mbaya, ila ukilamba inaonekana ni tamu kama asali, lakini mwisho wake ni mauti. Bwana Yesu asifiwe. Dhambi ukiona ni kama tunda katika bustani ya Eden. Lilikuwa ni zuri, linaonekana ni tamu la kutamanika, lina uzuri wa kila namna. Ndivyo dhambi ilivyo. Amina. Lakini matokeo yake ni mauti. Matokeo yake ni mabaya. Amina. Kwa hiyo wewe ukitaka uwe mtoto wa Mungu ambaye unatunza viwango vya kimungu, kwa hiyo ni lazima ukubali kujitenga na dhambi na kuchukia dhambi. Amina. Bila shaka kwenye maisha yako kuna vitu vitakuja vizuri kabisa, vinatamanika kwa macho, vinavutia. Kuna ofa zitakuja kwenye maisha yako nzuri, zinavutia. Lakini kama wewe mtoto wa Mungu, ni lazima ujue yaliyo mapenzi ya Mungu. Hata kama kitu kizuri kinakuja cha kuvutia, cha kutamanika, ukishajua hiki sio mapenzi ya Mungu, ni dhambi hiyo. Japokuwa inaonekana ni tamu kama asali, japokuwa inaonekana ni tunda zuri, lakini hiyo bado haibadilishi kwamba hicho sio mapenzi ya Mungu na hicho ni dhambi. Amina. Kwa hiyo kuna vitu vizuri, dhambi sifa yake ni inajipamba. Hata shetani mwenyewe
Biblia inapoonyesha shetani, wengine wanadhania shetani anakuwa ni kama lijitu linatisha nini, lakini shetani hatishi, ni mzuri, anavutia, anang'ara. Amina. Lakini haibadilishi kwamba yeye ni shetani. Amina. Na haibadilishi kwamba yeye ni mtu ambaye anatisha. Jehanamu ya moto ukimfuata inakuhusu. Amina. Kwa hiyo hii hapa namna ya tatu ya kuweza kutunza viwango vya kimungu ni lazima uichukie dhambi. Ichukie dhambi. Hata kama inaonekana nzuri kama asali, hata kama inaonekana ni nzuri kama nini, lakini bado dhambi itabaki kuwa dhambi. Na matokeo ya dhambi ni nini? Ni mauti. Kwa hiyo kama wewe kuna viwango Mungu amekupa kwenye maisha yako, kama kuna utukufu, kama kuna uthamani Mungu amekupa kwenye maisha yako, ukitenda dhambi, utukufu wa Mungu unaanza kupungua. Amina. Shangaa ulikuwa mtumishi wa Mungu mzuri wa moto moto, tenda dhambi, ule utukufu wa Mungu unaanza kupungua. Amina. Ulikuwa ni mwimbaji mzuri, lakini ukitenda dhambi, dhambi ina tabia ya kunuka. Amina. Kuna wengine hawajui, lakini mtu kama mtenda dhambi, kwa mfano mtu kama mzinzi, ukikaa vizuri na mtumishi mwingine wa Mungu unaanza kunuka hata uzinzi. Amina. Amina. Kuna wengine wanazaniaga wakizini silini hawajulikani. Mtu yani ukizini kule silini umezini silini, lakini ukija huku kuna watu wanakana Mungu, akikaa karibu na wewe wananusa tu harufu ka uzinzi. Amina. Unanuka uzinzi mtumishi. Amina. Sio tu uzinzi, dhambi yoyote ile ukifanya ina tabia kukuachilia harufu. Kama dhambi ya umbea. Yaani wewe ukiwa mbea, hata kama hujakaa katika umbea, lakini umbea uko ndani yako, yaani tukikaa karibu naye tunanusa umbea. Amina. Yaani kuna watumishi hadi ukikaa karibu shaka, unajua mtumishi ameanza, kumbe kuna kaasili ka dhambi ya umbea kapo ndani yake. Amina. Kwa hiyo dhambi chukie. Dhambi ina tabia ya kutesa watu, ina tabia ya kushusha watu utukufu. Na katika hizi siku za mwisho, watu kwa kuwa wanarahisisha wokovu, kuna vitu vingine ni dhambi, lakini watu wanarahisisha. Kwa hiyo wanasema ni kawaida tu kwa watoto wa Mungu kufanya. Kumbe hawajajua kwamba wanashusha standard za kimungu ambazo Mungu ameweka katika nini? Biblia. Amina. Utasoma kitabu cha Warumi, utasoma hiyo nyumbani. Utasoma Warumi mlango wa 3, mstari wa 23 mpaka 24. Ukisoma Warumi 3:23 mpaka 24, utaona pale Biblia inasema kwamba sisi sote tumetenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Amina. Amina. Adamu alipewa utukufu katika bustani ya Eden, lakini alipotenda dhambi utukufu wa Mungu ukaondoka. Kwa hiyo ukitenda dhambi tu viwango vya kimungu vinapungua kwenye maisha yako. Ukitenda dhambi vile vitu ambavyo Mungu amekupa Mungu anaviondoa. Ukisoma katika Isaya 59 mstari wa 1, Biblia pale itaona kwamba mkono wa Mungu sio mfupi hata ushindwe kuokoa, lakini maovu yetu yanatutenga mbali na Mungu, anashindwa kusaidia. Amina. Pale ambapo watu wa mataifa wanasema watoto wa Mungu hapa Mungu wao atakuja kuwasaidia kwa sababu yeye ni Mungu ambaye yupo pamoja nao kila namna. Lakini wewe ukiwa ni mtu ambaye ni mtoto wa Mungu unatenda tu dhambi, Mungu anashindwa kuokoa. Kwa hiyo ule utukufu ambao ulitakiwa uvuke katika hilo eneo kwa kishindo na kwa ukuu, mataifa wanasema huyo na Mungu yupi? Mbona sisi tumepigwa hili eneo na yeye amepigwa hilo eneo? Sasa Mungu wake yuko wapi? Kumbe sio kwamba Mungu alikuwa hawezi kuja kukusaidia hapo. Mungu alikuwa anaweza kuja kukusaidia. Lakini wewe kwa kuwa umeziacha dhambi zimawaa yaendelee kukaa kwenye maisha yako, Mungu anashindwa kukusaidia. Matokeo yake ni nini? Mataifa wanashindwa kumuona Mungu, wanakudharau, wanakuchukulia poa, wanakuona mtu wa kawaida. Amina. Kwa hiyo usiruhusu hilo jambo. Sema usiruhusu. Mwambie mwenzako usiruhusu. Usiruhusu dhambi kushinde. Dhambi kuzoee. Chukia dhambi. Amina. Na nitamalizia pointi 2. Hizi ni pointi ambazo Mungu amenisemesha. Tukiwa hapa sijaziandika. Hii ni pointi ya 4. Ukitaka uweze kuvitunza viwango vya kimungu, ni lazima uwe na tunda la uvumilivu. Tunaishi katika kizazi ambacho kiko kasi. Si tupo 4G? Hivi sasa tuko 4G 5G
Kwa hiyo tupo katika kizazi ambacho kiko spidi, yaani kina spidi. Kuna ule wimbo ameimba kale nilitembea nikasahau cheti. Ule wimbo unasahau, yaani kuna mtu alikuwa yuko spidi lakini kumbe amesahau kitambulisho. Ni sana mtu na uko spidi unawahi kwenye chumba cha mtihani, alafu wewe umesahau nini? Kitambulisho. Umeona hiyo picha? Kwa hiyo kumbe kuna viwango kwenye maisha yako hauwezi ukavifikia tu kwa sababu kama Mungu amekwambia wewe ni mfalme au wewe utakuwa rais wa Tanzania, alafu sasa hizi una miaka 18. Let's say sasa hizi una miaka 18. Lakini Mungu amekuhakikishia kabisa kwamba mimi wewe nakuandaa uwe rais wa Tanzania. Amina. Sasa wewe unajua kabisa kwamba rais wa Tanzania hawezi akawa rais ana miaka 18. Amina. Si tunajua kabisa hadi sheria inasema, katiba ya nchi. Sio hivyo? Lakini wewe unajua kabisa mimi Mungu ameniweka mimi niwe rais wa Tanzania, amenipa haya maono. Sasa wewe na miaka yako 18 unakosa uvumilivu, unaanza speed. Uko kasi, unaacha kumsikia Mungu. Umekosa tunda la uvumilivu. Unafika zako miaka 45, pale sasa ndo uchaguzi mkuu unafanyika, unatakiwa majira hayo Mungu aliyaweka wewe upite kuwa rais. Watu wakichunguza background yako wanaona huyu mtu mbona amejichanganya, hawezi kufaa tena kuwa rais. Amina. Kumbe pale ulipokuwa na miaka 15 ulitakiwa ukae kwa uvumilivu. Ule uvumilivu ukiendelea kubeba kwa utulivu ndoto ambayo Mungu amekupa ndani yako, ukiatamia yale maono, ukijua kwamba haya maono ni katika muda ambao Mungu ameufungamanisha katika majira na nyakati fulani. Amina. Kwa hiyo mimi nataka tu nikwambie kuna viwango kwenye maisha yako Mungu ameviweka au vimefungamanishwa na muda fulani. Amina. Hata kama Mungu leo anakuambia wewe ni mtumishi mkubwa wa Mungu Tanzania, lakini kama sio muda sahihi, kaa tulia kwa utulivu kabisa, jifunze, endelea kuatamia maono ambayo Mungu amekupa. Amina. Endelea kukaa kwa utulivu huku ukijua kwamba kuna majira na mimi nitafunuliwa. Yapo hayo majira kwa ajili yangu, yametengwa ili niweze kumtumikia Mungu. Amina. Kwa hiyo kama ambavyo kuna majira ya kupanda, kuna majira ya kumwagilizia maji, kuna majira ya kuvuna, ndivyo ambavyo yapo katika maisha yetu, katika kulea viwango ambavyo Mungu ametupa. Amina. Amina, watumishi wa Mungu. Kwa hiyo tunda la uvumilivu usiliache. Ili kuweza kutunza viwango vya kimungu, ni lazima uwe na uvumilivu kwenye maisha yako. Ni lazima ukae katika uvumilivu. Amina. Tusome tena hii hapa Zaburi 37:14. Neno la Mungu linasema, Zaburi 37 mstari wa 7. Neno la Mungu linasema, ukae kimya mbele za Bwana. Huyu Daudi alikuwa anaisemesha nafsi yake. Anasema ukae kimya mbele za Bwana, nawe umngojee kwa saburi, usimkasirikie yeye afanikiwaye katika njia yake, wala mtu afanyaye hila. Neno la Mungu linasema hivi, ukae kimya mbele za Bwana, nawe umngojee kwa saburi, usimkasirikie yeye afanikiwaye katika njia yake, wala mtu afanyaye hila. Hapa tunajifunza kwa habari ya kuvitunza viwango vya kimungu. Katika kuvitunza viwango vya kimungu, kuna muda unatakiwa uwe na uvumilivu, uwe na saburi ndani yako. Amina. Kuna muda unatakiwa kama Yohana Mbatizaji akamwacha akasema, haina budi mimi niweze kupungua, Yesu aongezeke. Alijua kwamba yale ni majira ya Yesu kuweza kukuzwa, ni majira ambayo Yesu anatakiwa afunuliwe kwa viwango vikubwa. Yohana alijua, alikuwa ni mtu ambaye anajua majira. Akajua kabisa mimi majira yangu hapa yamenipita. Kwa hiyo haya ni majira ya Yesu kuweza kutukuzwa na kuinuliwa. Haina budi mimi nishuke chini nipungue, Yesu ainuliwe. Ndivyo ambavyo hata sisi katika maisha yetu, ukiyajua majira yako ya kufanikiwa, unakuwa mvumilivu. Huku ukiendelea kuatamia ndoto yako,
ukijua kwamba na mimi kuna muda ambao utafika nitafanikiwa. Kwa hiyo ukishajua hivyo, hamna haja ya kumchukia mtu ambaye anafanikiwa katika njia yake. Amina. Amina watumishi. Amina. Ukijua kitu ambacho Mungu amekubebesha ndani yako, ukijua kitu cha thamani na ukuu ambao Mungu amekupa ndani yako, na ukishajua kwamba ni kwa majira fulani ambao Mungu ameyaweka ili aweze kufunuliwa, wewe uweze kupita katika hivyo viwango. Kwa hiyo mtu ambaye anafanikiwa katika hilo eneo ambalo na wewe unajua hilo eneo umeitwa, unapiga makofi, unamshangilia Bwana, unaendelea kujifunza. Amina. Hamna haja ya kumkasirikia mtu anayefanikiwa. Amina. Mwenzako amefanikiwa, amenunua gari, amejenga uwanja, amefanikiwa kwenye huduma, ameolewa. Amina. Piga makofi, toa na michango, shangilia. Amina. Amina. Lakini pia mtu ambaye anayekufanyia hila, kuna wengine kwa sababu wewe Mungu unajua amekuwekea ndani yako, kuna wengine watakuja kwa kukufanyia dhiaka. Amina. Wengine watakuja kukufanyia hila, nao usiwachukie. Amina. Ila wewe ni mtu ambaye ni mvumilivu na mngoja Bwana kwa utulivu. Amina. Amina watumishi. Amina. Amina. Majira hayo yapo na huo wakati upo ambao kuna watu watainuka wakikufanyia hila na dhiki. Hawafanyi hila na ziaka kwa ajili yako, ila kwa ajili ya hicho kitu, huo ukuu na hivyo viwango ambavyo Mungu ameweka ndani yako. Amina. Kwa hiyo hao watu wakija unasema ndo wale wamekuja, ndo wale na nilikuwa nawangoja sana. Amina. Kwa sababu wewe unajua kila kitu kinachoendelea na unajua kila jambo ambalo litakuja mbele yako. Kwa hiyo unasema karibuni. Amina. Na jambo la mwisho, ili uweze kutunza viwango vya kimungu kwenye maisha yako, hakikisha upotezi maono yako. Hakikisha upotezi maono yako. Hakikisha upotezi maono yako. Wewe nimesemaje? Nimesemaje? Hakikisha hakikisha haupotezi maono kwa gharama yoyote kwenye maisha yako. Hakikisha unayo maono. Amina. Hata kama maisha yakiwa magumu kiasi gani, kuna muda wewe rudi tu kwenye diary yako, hivi mimi nina maono gani? Anza kuandika maono yako. Amina. Amina watumishi. Ili kuweza kutunza viwango vya kimungu kwenye maisha yako, hakikisha uwe ni mtu ambaye maono yako muda wote yanakuwa yanaeleweka na hauyapotezi kwa gharama yoyote. Amina. Amina. Ukipoteza maono yako, unapoteza viwango vyako. Amina. Mwambie mwenzako, ukipoteza maono yako, umepoteza maono yako. Umepoteza viwango. Umepoteza viwango ambavyo Mungu amekupa. Ukipoteza maono, umepoteza viwango. Kwa hiyo kwa gharama yoyote, usipoteze maono. Kwa gharama yoyote, usipoteze maono. Mungu ana tabia ya kutupa maono watoto wake. Amina. Ukikana Mungu anakupa maono. Amina. Na maono mazuri ukipata kutoka kwa Mungu mwenyewe. Amina. Yaani kuna vitu vingine Mungu anaweza akakusemesha vya kawaida kabisa, lakini kwa kuwa ni wazo ambalo Mungu ameachilia ndani yako, hilo ndilo wazo ambalo litakufanya kuwa superstar mjini. Amina. Amina watumishi. Actually hatutafuti superstar, ila tupo busy kucomplish mission ambayo Mungu ametupa hapa duniani. Amina. Kwa hiyo ukiwa busy kuhakikisha mission ambayo Mungu amekupa hapa duniani, maono ni ya muhimu. Usipoteze maono yako. Amina. Ni hatari sana ukiwa busy kwenye utumishi alafu wewe maono yako umeyasahau. Amina. Ni hatari sana kumtumikia Mungu ukiwa hauna maono. Amina. Ni hatari sana hata kuimba bila maono, ni hatari. Amina. Kwa sababu ukiwa hauna maono utatumika kikawaida, utaimba kikawaida, utafanywa vyovyote.
Amina. Amen. Na siku hizi kuna watu wengine wanakuita unaanza kutumika chini ya maono ya mtu mwingine. Amina. Sio vibaya, lakini na wewe hakikisha maono yako ndani yanakuwa halisi. Amina. Amen. Tusimame.